tunakushukuru maana umemtayarisha mnenaji wa siku hii ya leo, kiongozi na mchungaji wetu David Karanja, ambayo naenda kumtumia kulileta neno lako kwetu. Ewe Bwana, tunamkabidhi uweponi mwako, ukamuongoze sawa sana mapenzi yako. Roho wako Mtakatifu afanye kazi ndani yake, amwelekeze kulileta neno litakalotoka kinywani mwako, ewe Bwana, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Naye kwa uwezo wa Roho Mtakatifu neno lako lifikie kila moyo wa kila mmoja wetu, ewe Bwana. Na Roho wako Mtakatifu atusaidie na tuwezeshe kuendelea kutekeleza mapenzi yako wakati huu na hata wakati ujao, Mungu mwaminifu, kwa jina la Yesu. Mioyo yetu iko na shauku kupokea kutoka kwako, ewe Bwana. Na kwa hivyo tunatega masikio yetu ya mwili na ya rohoni, ewe Bwana, ili uyajaze yaliyo mapenzi yako, ewe Bwana. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunalinua jina lako takatifu. Mapenzi ya ibilisi ya kutuzuia kulipokea neno lako, ewe Bwana, tunakuja kinyume chake katika jina la Yesu Kristo. Na tunatangaza ya kwamba shetani hatateka mawazo yetu nyara, bali mawazo yetu yametekwa nyara na Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kulipokea neno lako sawa sana mapenzi yako, ewe Bwana, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunasema ni asante, ewe Bwana, na ni kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu tunakuomba hata tunakuamini. Amen. Tuko na kiongozi wetu Reverend Karanja anatuletea neno siku hii ya leo. Kwa hivyo tushangilie Mungu kwa furaha kwa pamoja tunapomkaribisha. Karibu sana Reverend. Bwana asifiwe. Tunaweza jaribu kusimama wale tumeketi tukaribishane. Hii get together tu. Ama tumechoshwa na familia. Si ukaribishe mtu vizuri kwa tabasamu. Kama ni mgeni, karibisha hata kama ni mgeni. Si ufanye mtu asikie vizuri asubuhi ya leo. Make someone feel good. Kindly make someone feel good in the service. Sisi ni familia. We are a family and our Father is here. Our Father is in the family. We are sons and daughters. It is a blessing to again find ourselves in the family in the name of Jesus. Asanteni sana. Tunaweza endelea kurejea kwa viketi vyetu. Tunaweza kuketi pia. Kisha keti. Ninapenda niwasalimie sasa. Kama unaniona tafadhali niinulie mkono tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Inapendeza kuwaona ndani ya nyumba ya Bwana. Hii ni nyumba ya Baba wetu. Tupenda, anatujua kwa majina yetu. Ameruhusu tuwe hapa na kwa hivyo tunafurahi kwa sababu ya kujaliwa na yeye. Sijui nibadilishe. Siku ya leo mke wangu hakuweza kufika, tulikuwa na wageni jana na kukawa na shughuli ambazo hazikukamilika, lakini nikitoka nyumbani amenipa salamu zipokee. Receive greetings from Reverend Sarah. Thank you. Kama alivyosema Isaac, Jumapili ya Pasaka tulikumbushana, tulikuwa na neno la Pasaka, tukakumbushana yale mambo ambayo Kristo Yesu alitenda kwa ajili yetu. Nitekelezee hiyo volume tafadhali. Tulielezewa kiasi ni mambo gani Kristo alitenda kwa ajili yetu. Kichwa cha neno lilikuwa our redemption package through the cross. Our redemption package. Kifurushi ambacho tunaweza sema ni chetu kwa sababu Kristo alienda msalabani. Haikuwa bure tu. Kulikuwa na faida nyingi. Kulikuwa na mambo kama haya ambayo ni listi dogo ama fupi. Unaweza ongeza mengine mengi. Tukasema jambo la kwanza, kwa sababu ya Kristo kwenda msalabani, tumepata kibali mbele za Mungu. Tumekubalika 100%.
Tumekubalika kwa sababu ya damu ya msalaba. Kama umeikubali damu hiyo, umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, natangaza umekubalika. Na kama umekubalika, una kibali cha Mungu. And wherever you can be, know that kibali kiko juu yako, na mbingu inajua, na Baba yako anajua. Kibali hicho kina attract mambo mengi, na tuliangalia baadhi ya yale mambo, hatutaangalia tena leo. Jambo la pili ni so number one, we have divine favor. Number two, tukasema we have divine wellness. Divine wellness, afya ambayo inaanza na uhusiano wetu na Mungu. Afya hiyo ya uhusiano wetu na Mungu tunasema ni afya ya kiroho. Sasa tuna afya ndani ya in our souls. Tuna afya ya ndani, tuna afya ya mawazo, na tunaendelea kuwa na afya ya mwili. Tunaweza poteza afya ya mwili, lakini maandiko inasema kwa mapigo Yesu aliyopigwa tunapokea uponyaji. Jina la Bwana lisifiwe sana. Jambo lingine tukasema we have divine provisions. Hiyo ingine ni divine protection, divine intervention. Na si kusema ni hayo tu, yanaweza kuwa ni mengi, lakini tulikuwa tunasema baadhi ya mambo tukipata nafasi tunaweza zungumza ni hayo. Siku ya leo I am picking one of ninachukua tu mojawapo ya yale ambayo ningependa tuzungumze, tuangalie kuna nini kwa sababu yetu, kikapu hicho kina nini kwa sababu yetu, kuhusu divine provision. Divine provision ni wakati Mungu mwenyewe anakuja kuingilia kati kwa sababu ya mahitaji yetu, ili atupatie kile tunahitaji. Amen. Bwana asifiwe. Unajua ulimwengu unajua njia ya kupata, pengine ni urithi kutoka kwa wazazi, pengine ni bidii, na hizo zote ni njia nzuri na ni za Mungu. Urithi unaweza kuwa ni Mungu aliweka mali because mali zote ni zake. Kama ni bidii, pengine ni kwa sababu pia una afya nzuri. Maana kuna watu wengine hawezi fanya kitu, we have our own. Mama Dukusi amekuwa kwa nyumba miaka mingapi sasa? Ni wangapi wanajua alikuwa na bidii kuliko most of us? So tuwezi kusema tunapata kwa sababu ya bidii, au sio? Salimieni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia bidii ni baadhi ya njia ambazo Mungu angependa tutumie ili atubariki. Tunaweza kusema ni kwa sababu ya kazi. Wengine wanapoteza kazi na maisha inaendelea, na wengine baadaye wanasema afadhali hivyo nilipoteza kazi kwa sababu kumbe Mungu alikuwa na mlango mwingine bora na singeufahamu mpaka pengine nipoteze kazi. So it is not just employment. Bwana asifiwe. So kupoteza employment is not the end of the world. Kuna Mungu ambaye ana mipango ya maisha yetu. So niko na listi kubwa sana, na njia yote ile ambayo inaweza tumiwa na Mungu ili sisi tuweze kuendeleza maisha yetu. One thing that we need to realize is that God is the source. Hello, akipenda kutumia akili yako mzuri, mikono yako na bidii na afya, akupe kazi, akupe biashara na mengine yote, none of the above deserves to be worshipped. He alone deserves worship. Bwana sifiwe. Tunajua kuna watu wanaabudu, badala ya kumwabudu Mungu wanaabudu kile ambacho wamewapatia, na unakuta kila siku ya maisha yao they are on the land, wanakimbia wakikimbizana. Lakini siku ya leo ningependa tuangalie neno la Bwana, tuangalie kuhusu mpango kuhusu Kristo amefanya nini kwa ajili yetu, kwa sababu ya mahitaji yetu ya kila siku. Na si mahitaji yetu ya kila siku tu, kwa sababu ya utajiri. Let's read
from the book of Deuteronomy chapter 8. Kitabu cha Deuteronomy. Wakati mwingine unapita natusomeaga na ilikuwa vizuri sana apewe microphone atusomee chapter 8. Si ni Kumbukumbu ya Torati? Ndio hiyo. Sura ya 8. Ndugu yetu Loita naye atoe Zaburi 105 mstari wa 35 na 6. Nani mwingine? Niwe gender sensitive. Kuna mwingine ana Kiswahili? Mama Junior, uko nayo? Ni msomaji mzuri. Utajaribu kuwa msomaji mzuri. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Si tusikilize hawa waangwana. Ni waangwana wakitusomea. Peter anasoma Deuteronomy 8, anaanza 11 afikishe 18. Alafu shemazi wetu Goita Zaburi 105 mstari wa 35 na 36. Alafu Florence ametusomea 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Si wasome ili niendelee. Hata sitasoma, tusikiliza wakisoma. Amen. Tusikie. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutoshika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho litakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zako na uwezo wa mkono. Uko mstari wa 17. Yes. Uwezo wa mkono wako. Ndio mstari huo vizuri. Wewe ni msomaji mzuri. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zako na uwezo wa mkono wako wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu na kukupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Asante sana. Asante Elda. Thank you. Umesoma vizuri. Tusikie ndugu yetu Joseph Tuita anasoma Zaburi 105 mstari wa 35 na 36. Zaburi 105. Tumsikilize. If you would manage to kusoma, akisoma ni sawa, ama uwe kama mimi tumwamini tu. Tusikilize. Wakaila mishe ya nchi yao, wakayala matunda ya nchi yao. Akawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi, maribuko ya nguvu zao. Akawatoa hali wana fedha na dhahabu
katika kabila zao, asiwepo mwenye kukwaza. Tusimame hapo. Asante sana kwa kusoma vizuri. Unaweza rudia mstari wa 37. Akawatoa hali wana fedha na dhahabu. Fikisha hapo tu. Akawatoa hali wana fedha na dhahabu. Njeri. Tusomee. Wacha tusomewe na Florence Njeri wa Adhia. Sawa. Wakorintho wa pili chapter 8:9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Hiyo, asante sana. Get seated, please. We want to thank you. Tunakushukuru tena Bwana Mungu kwa neno lako ambalo limesomwa kwetu. Naomba kwa jina la Yesu uachilie roho wa ufunuo, maarifa na ufahamu. Fungua mioyo yetu kuelewa neno lako. Tumia ulimi wangu na mawazo yangu to communicate your word without being hindered in any way. In Jesus' name we pray. Tunazungumza kuhusu ni nini Yesu amefanya ili kwa kifo chake sisi tupate mahitaji. Tuko katika ulimwengu wa mahitaji. Hata tukikaa hapa kesho, wengine wanapeleka watoto shule na kesho kutwa, na mawazo yetu yanaweza kuwa yanakimbia sana, kwa sababu pengine huna kile unahitaji, na wengine tuna mahitaji ya kila aina, which is okay. Tunafanya mahali petu pa kazi kwa sababu ya ajira, ili tuweze kufanya mambo yetu. So tunapofanya mambo haya yote, sehemu ya Mungu ni gani katika maisha yetu? Namba moja, nina mambo matatu ambayo nitazungumza kuhusu kile Mungu amefanya. Namba moja, Mungu ameweka kitu kinaitwa a covenant of prosperity. Kuna maagano ya utajiri ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili yetu. Maagano ya utajiri. Tunaweza kusema hivyo, maagano ya utajiri. Sinisikie tu. Maagano ya utajiri. A covenant of prosperity. Can we come after me? A covenant of prosperity. So tunajua sasa ya kwamba katika ulimwengu huu wenye mapungufu na mahitaji mengi, kuna maagano ya utajiri. Tulianza hapo. Kitabu cha Deuteronomy ni kitabu ambacho alikiandika ni Musa. Na Musa akiandika kitabu hiki, wana wa Israeli walikuwa tayari wamemaliza miaka karibu 40 ya jangwani. Walikuwa wamefika ile mto ambaye wa Yordani, na the other side ni nchi ya Kanaani. Na tunaelewa Musa alipandishwa mlima na Mungu akaambiwa, angalia, nchi ndiyo hiyo niliyoahidi wana wa Israeli kupitia kwako, lakini wewe ninakupumzisha. Wewe hutaenda, Yoshua ndiye atakayewapeleka watu hawa. So kitabu hiki kilipokuwa kinaandikwa, ukiangalia kitabu cha Deuteronomy, utaona kimerudia mambo mengine mengi. Ni kukumbusha, inaitwa kumbukumbu. Ni wakati unakumbusha watu yale mambo ambayo umekuwa umeyasema hapo mbele. Bwana asifiwe. Anawakumbusha kwa sababu they are just about, wako hapa, kesho yake wanaweza ingia waende wakateke nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Sasa ukisoma pale, unaona Mungu anawakumbusha yale mambo yote Mungu amewatendea, na Mungu kupitia kwa Musa anawaambia mambo ambayo yamewangojea.
Anawaambia mtakapoingia katika nchi hiyo kuna mambo mengi. Jambo moja anasema mtaishi nyumba ambazo hamkujenga. Hivyo ni kumaanisha kulikuwa na nyumba. Unajua jangwani hakuna nyumba, sio? Walikuwa wanaishi kwa hema. Bwana Yesu asifiwe. Waliishi kwa hema, lakini sasa anawaambia maisha ya hema yako, deadline ya maisha ya hema ndio hiyo inafika. Sasa mtaingia nchi hiyo na mtaanza kuishi kwa nyumba ambazo hamkujenga. Hivyo tunaona katika package ya urithi wa Israeli ni watu hawa wakienda, wakiingia wapate nyumba zao. Sema nyumba. Hata sasa ni mapenzi ya Mungu, every one of us, uwe kwako na uwe na nyumba yako. Haijalishi ulizaliwa east or west, in the covenant package there is your house. Haleluya. Anawaambia mtakapoingia katika nchi hiyo mpate mashamba ya mizabibu ambayo ninyi wenyewe hamkupanda. Are you listening? In the covenant package for you and I kuna mashamba. Sema mashamba. Sema mashamba. Sema mashamba kama mtu anayeamini. Halo. Kwa Israeli, maana Israeli ni kivuli cha kanisa. Wakiwa jangwani upande ule mwingine waligotewa na mashamba, na ni mashamba ya mizabibu. Maana zamani zile mizabibu ndio uliokuwa mti ambayo ulikuwa wa dhamana na wa faida sana. I don't care shamba lile ambalo nafaa niwe nalo ni la aina gani, but believe me, it is in the mind and the heart of God I become prosperous. Hello. Ni mawazo ya Mungu wewe na mimi tuwe watu ambaye watatajirika. Utajiri uko kwa mawazo ya Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Wanaahidiwa manyumba, wanaahidiwa mashamba, wanaahidiwa mizabibu. Anawaambia na makundi ya ng'ombe na makundi ya mbuzi yatakapoongezeka. Kule jangwani hawakuwa na makundi ya ng'ombe na mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la kiunabii, neno ambalo linatoka kinywani mwa Mungu kuhusu maisha yao ni ya kwamba wamegojewa na makundi ya ng'ombe na mbuzi. Siruhusu nikunenee makundi. Na nena makundi ya ng'ombe, na nena makundi ya mbuzi. It is yours, it is in the covenant in the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Without minding ulizaliwa east or west, ama without minding unafanya biashara gani kwa sasa, ama umeajiriwa wapi kwa sasa. Sisemi iko na baba yako wa duniani. Baba yako wa duniani anaweza kuwa hakupata even a prota, ama hakukuwa na kitu ambacho uliwekewa, but our Father in heaven has an inheritance for all of us. Ninazungumza kuhusu covenant package ambayo Kristo Yesu ameweza kututwalia kwa sababu ya msalaba. Nasema baadhi ya mambo mengi ni ya kwamba kuna utajiri. Si utajiri wa kiroho, utajiri unaweza kuguzwa. Bwana Yesu asifiwe. Do you know sisi watu wa kiroho huwa tunataka kuspiritualize everything ili tufanye mioyo yetu itulie, ili kama hali ni mbaya tunasema after all sisi ni matajiri wa kiroho. Bwana asifiwe. Israeli hawakuwa tu wawe matajiri wa kiroho. Utajiri wa kiroho ni kuwa na uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu Mungu ambaye ni mwenye vyote, katika uhusiano wetu na yeye kuna mambo ambayo ametuwekea as we walk down here on earth. Let me read this verse as I bring home this point. Psalms 115. Saona kama ni 115, kama ni 114, si kurudi nyuma tu. Ama mtanipiga kwa mawe. Kama itakuwa ni 114. Are you going to stone me?
Wacha tuanze mstari wa 12. Sikukusudia nisome tu. It's a good word. Inasema hivi 115 verse 12. Inasema hivi, Bwana ametukumbuka naye ametubariki sisi. Nikusomea hili nikupe nafasi useme amen. Can you listen? Yes. You can read baadaye. Is that okay? Yes. Bwana ametukumbuka naye ametubariki sisi. Ataubariki mlango wa nyumba yako. Hapa nimesema ya Israeli. No, it's not about Israel. It is about you now. Ataubariki mlango, si mlango, not this door. Unaelewa si huu mlango? Unaelewa? Tunaelewa. Ataubariki mlango wa nyumba yako. Ataubariki mlango wa watoto wako. Hapa inasema Haruni. Atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Kiingereza inasema he will bless them that fear the Lord, both small and great. Bwana atawaongeza ninyi na watoto wenu. The Lord shall increase you more and more and more. More of what you have shall be increased more and more. More of your silver, more of your gold. It is the word of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyefanya mbingu na nchi. Niko mstari wa 16. Actually ndio tu nilikuwa nataka kusoma. Hiyo nyingine ikakuja. Inasema hivi, even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the children of men. Mbingu ni mbingu ya Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Mbingu ni mbingu ya Bwana, bali nchi, niulize nchi ni wapi? Si nchi ni hii tumekanyaga, amewapa wanadamu. Na kama amewapa wanadamu, there is a covenant ya urithi, covenant ya utajiri, ili tukiwa katika nchi hii, ulimwengu huu, dunia hii ambayo amewapa wanadamu, wewe na mimi tuwe na kipande. Pokea kipande chako. Pokea kipande chako. Anasema mbingu ndiye yake. Hahitaji kitu hapa, amewapa wanadamu. Na kama kuna wanadamu, kuna wale amewaita ili awaridhishe. Receive your covenant package ya urithi wa utajiri. Utajiri una mtiririko wa mambo ambayo niliyataja, ambayo ni mengi. Anawaambia mashamba ambayo hata anamizabibu, anawaambia manyumba, anawaambia wakati maongeo yenu ya ng'ombe na mbuzi. Mtu aliye na ng'ombe na mbuzi ni maskini. Bwana asifiwe. Ni maskini kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia wakati dhahabu zenu na fedha zenu zitaongezeka. Amen. Dhahabu zenu na hivyo ndivyo Mungu alikuwa anawatazama hawa watu wake. Makiu walikuwa jangwani. Sasa anawaambia dhahabu zenu na fedha zenu zitaongezeka. That is the same picture Mungu aliyo naye kwetu hata siku ya leo. Anawaambia wakati mtakunywa maji, wakati mtakula chakula, mambo mengi, you could go through that list. It is a big list ya mambo ambayo yametajwa. Unaweza niambia mambo haya yalikuwa ya Israeli? Ninasema ni okay. Yalikuwa ya Israeli, labda haikuwa yetu. Ndio tunataka tuone yetu nayo ni gani. Kama hiyo ndio Israeli hiyo yote, yetu ni gani? Let's read a verse because now niko number 2 ya jambo ambalo linaitwa the curse of the law. The curse of the law. Hawa watu in the covenant package. Now Matthew nasema hivi, katika covenant package ya Waisraeli iliyo na mambo mengi na ambayo Kristo amekuja kuingilia maisha yetu ili atuingize mahali fulani ambapo tutaingia pamoja. Kuna mambo mengi. Leo nimetoa kipengele cha provisions, kupokea mahitaji yetu.
ama mali ama utajiri. Utajiri, sijui watu wa kiroho afadhali wazungumzie kuhusu provisions, kwa sababu utajiri iko mbali. Unaona jamaa, utajiri iko mbali. Si unajua wengine wetu bado ni ile dini yetu ya zamani ya Wamadina. Mbena boli na biaitire na fata. Si unajua hiyo tulikuwa tunaimba. Ile iliyo na haja tu ni utukufu wa Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa watoto wetu lazima waende shule. Primary, nursery, college, university. Lazima tulipe bill hata mahali tunaishi. Hata tukijenga kwetu, si lazima tulipe bill ya stima. Elders, unalipana kwako ama Kenya Power wanasema kuja hapa unene na lugha kidogo tusikie kama lugha yako. Anasema ni hizi. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Lazima uvae vile umevaa. Sifikiri ni mzungu fulani alileta. Na kama alileta sinisema tusi alitumwa alete. Lakini asiletaga kila siku. Hata wewe uwe mzungu, uende ununue kwako na upeleke mahali pengine. Because that is what the mind of God is. Kutuhusu sisi. Jina la Bwana lisifiwe. Sasa niwache hata mimi hiyo kauoga ya kusema provision. Si mniruhusu nizungumze kuhusu utajiri. Kama utajiri, mwambie jirani utajiri. Anazungumza kuhusu utajiri. Haleluya. Yesu ametufanyia nini ili tuwe matajiri? Maana tunaona Mungu, hawa watu wakiwa jangwani hawakuwa masikini. By the way, na maandiko yanasema Mungu aliwalisha mana for 40 years. Aliwalisha chakula cha mbinguni. Anasema mana, chakula ambacho hata baba zenu hawakukijua, ili aweze to humble you, aweze kuwafanya watu wanyenyekevu, ili wajue mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali ataishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu alipojaribiwa baada ya kuwa jangwani for 40 days, mjaribu alipomjaribu na chakula, Yesu alimwambia, shut up, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo, maandiko inasema malaika wakakuja wakamhudumia Yesu. Wewe unafikiri walimhudumiaje? Walimletea mkate, walimlisha akitoka pale. He was okay. Kama Mungu aliweza kulisha watu wake for 40 days, alishindwa kumletea Yesu kupitia kwa malaika chakula? Was it impossible? Halo, hawakukuja tu wakamhudumia kiroho. Alikuwa sawa, alihitaji chakula, mpaka ibilisi anaona ana njaa sana. Lakini baada ya kushinda majaribu, malaika walikuja with package akule. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona mpango wa Mungu wa utajiri ulikuwa mzuri. Tutaona mahali kasoro iliingilia na mahali kasoro tutatomokea. Because we are speaking about redemption. Si redemption ni kukomboa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kuhusu ukombozi, na kama kuna kukomboa, kuna kitu kimeenda segemnege. Kuna kitu kimeharibika. Kama hakukuwa kitu kimeharibika, Yesu angekuja kukufa kifo cha msalaba. Soma na mimi kitabu cha Deuteronomy 28. Hatutasoma mistari mingi because of time, lakini nikikuomba uende kwa wakati wako this week usome hiyo Deuteronomy, uanze mstari wa kwanza. Utakubali? Utakubali kusoma? Utakubali? Na nikikuja Jumapili niulize maswali mtaona mkono wako juu kuonyesha umesoma. So please read it for your own good. Deuteronomy 28 inaanza na baraka zote ambazo ziko kwa kikapu chetu. From verse 1 to verse 16. Lakini kutoka hapo mpaka mwisho kuna laana za ajabu, baya. Ndio sababu leo nataka kusoma mstari huu. Na tunazungumza, angalia jirani kwa macho, mwambie tunazungumza kuhusu utajiri.
nabii wa kiroho. Simon Gishu, tunaongea about Gishu, ng'ombe, mali na vitu zingine, because it is in the mind and the heart of God to bless us. Yes, Deuteronomy 28 verse 47 and 48. Please, in your own time, naomba usome Deuteronomy yote na usome polepole, mistari kadhaa kila siku. Jumapili nione kama nitakuja leta mtihani tupite wote. Ninasoma sasa. Inasema hivi: kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Kuna full stop ndio unasema vyote kwa sababu kuna full stop. Kwa hiyo nitawatumikia, kwa hiyo utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana Mungu juu yako, kwa namba moja, kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote, naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako hata utakapokwisha atakapokwisha kukuangamiza. That is a curse. Is there anything good hapo? Kuna kitu hapo unatamani? Bwana Yesu asifiwe. Hii inaitwa laana ya Torati. Na laana hii ilianza katika Garden of Eden. Adam na Eve wamewekwa kwa garden, na Mungu anakuja kila siku kufanya ushirika na wao, na wamepewa kazi ya kutunza lile shamba. Laana mara moja ikaingia katika maisha ya mwanadamu. Laana hiyo ikamfuata mwanadamu. Njia moja watakimbizwa kwa njia 7. Vikapu vingi, kuna mambo mengi tu. Tafadhali nenda usome. Anasema hapo from 16, anasema lakini kama hautasikia sauti ya Bwana na maagizo yake muyashike, laana hizi zitawafuata. Siku ya leo sio siku ya kuzungumza laana, ni siku ya kuzungumza ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu tunazungumza kile Kristo amefanya kutukomboa ili tuweze kuingizwa katika nafasi hii ya utajiri. Tunajua sasa kama hatutaingia, laana inakaa namna gani. Laana namba moja inasema ya kwamba yeye ataathiria maadui kwa maisha yetu. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Si maadui wanaweza ingilia maisha wapitie left or right, hivi ni kwa magonjwa, hivi ni kuharibu ndoa, hivi ni kuharibu watoto wako, wale walevi, wavuta bangi, madawa ya kulevya. Maadui wanaweza tafuta mwanya mahali popote waingie, waharibu maisha yetu. Maandiko inasema kama Israeli hawatakaa katika neno lake na maagizo, maadui watawafuata, na anasema yeye atahakikisha hivyo. Namba 2, anasema na mtakuwa watu ambaye hamna chakula. Njaa inaweza kuwa ni njaa ya chakula pamoja na mambo mengine. Anasema and you shall also have thirst, mtakuwa na kiu. Kiu inaweza kuwa ni ya maji ama kiu ya mambo mengine mengi katika maisha ambayo sio katika mapenzi ya Mungu. Anasema mtakuwa uchi. Saidie kusema uchi. Njaa, kiu ya mambo yote ambayo si mambo ya Mungu, na njaa ya chakula na njaa ya mambo mengine yote ambayo sio ya Mungu. Uchi
unaweza kuwa ni uchi wa mavazi, si uchi ni kupungukiwa na nguo. Bwana asifiwe. Na mjue tunazungumza kuhusu utajiri. Hello, tunazungumza kuhusu utajiri. Anasema mtapungukiwa na nguo mpaka mwende uchi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa anasema, anamalizia kusema na uhitaji wa kila aina mpaka niwaangamize. Sio ni kali. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ndiyo laana ambayo iko katika Torati, na hapo juu unaona ahadi zile Mungu ameweka na kile anataka sisi tulinde. Bwana asifiwe. So sehemu ya mwisho ni neno langu ili nisiliache hani ni Kristo amefanya nini kwa ajili yetu? Kristo amefanya nini kwa ajili yetu ili tuwe matajiri? Nisome na wewe neno kitabu cha Wagalatia. Pengine sitamaliza neno hili la utajiri kwa sababu tunahitaji sana. Ni wangapi wanaona kama wanahitaji utajiri? Yaani kuongezewa kitu kingine. Si amesema nitawaongeza. I will increase you more and more. Bwana Yesu asifiwe. Mimi I have room for increase ya utajiri. Increase ya utajiri. Soma na mimi Wagalatia 3 mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya msalaba ama mti, ili kwamba baraka ya Abraham iwafikie mataifa katika Kristo Yesu, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Tusome mstari wa 28 ili nibakishe mambo mengine for another day. Inasema hivi, na kama ni 29 na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Abraham na warithi sawasawa na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Uliona ile laana vile ni mbaya hata unashindwa kama utasikiliza. Maandiko inasema, na kwa sababu hamkutaka kumtumikia Mungu kwa mioyo yenu na kwa furaha. Laana inatokana na kukosa kumtumikia Mungu kwa mioyo na kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Pray the name of the Lord. Kumbe kutomtumikia Mungu kunafungua mlango wa laana, wapendwa. Na nizungumze kuhusu wewe na mimi ambaye hata hatukuwa na sehemu katika covenant ile ya mbele ya Mungu. Sisi tulikuwa mataifa. Sehemu yetu ilikuwa ni nje pamoja na mambwa na holimaraya na gui hivyo. Wa mataifa wale hawako kwa uzao wa Abraham, sehemu hatukuwa na sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Pray the name of the Lord. Lakini wakati Kristo alikuja, the first thing he dealt with ni ile laana ya Torati. Na mimi natoa kasehemu kamoja upande wa utajiri. Tuone Kristo amefanya nini. So tunaona yule anasema mmekosa kumtumikia Mungu kwa mioyo yetu na kwa furaha. Laana inakuja mtumikie maadui zenu, na mtapata njaa, mtapata kiu, mtakosa nguo, na mtaingia katika uhitaji wa mambo yote. Angalia Kristo msalabani, uone mambo hayo yakitendeka kwake. Angalia kila mtu, wakati ulifika wa msalaba, na wale walikuja maaskari waliokuja kumshika Yesu, walikuja na marungu na mapanga, nikana kwamba ni mtu ambaye amebeba bomu, hata walipua. The Son of God, yule mtu aliyewaponya
aliyetembea anawapa chakula, aliyefufua wafu. Everybody is now an enemy. Amekuwa adui wa kila mtu, ameshikwa, wameangana naye. Hata alipokuwa karibu na kuangikwa, Pilato anakuja anamwambia huyu mtu anaitwa Yesu, kwa sababu ni Pasaka, lazima niachilie mtu mmoja, mfungwa mmoja. Je, niachilie huyu ama huyu baradhuli ambaye ni muuaji anaitwa Yesu? Unajua kulikuwa na Yesu wawili walikuwa waachiliwe, mmoja anaitwa Jesus Christ, mwingine anaitwa Jesus. Zameni huyu jamaa aliyeachiliwa alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Jesus Barabbas. Tunauliza, hawa Yesu wawili mnataka gani? Huyu Yesu ambaye anapea watu uzima, anapea watu chakula, anapea watu mambo mazuri, ama huyu Yesu mwingine ambaye ni mkora, ambaye ni muuaji? Ndio watu wote, maandiko inasema wale makuhani waligeukia watu wakawatia fitina, kwambia watu wote tuitishe huyo Yesu mwingine ambaye ni mkora akuja aibe mali zetu na atuue. Hata huyu Yesu ambaye anapeana uzima akaangikwe msalabani. Do you know why it had to be like that? Kwa sababu laana ile ambayo imeandikwa pale ya kukosa kumtumikia Mungu ilikuwa inaachilia uadui na maadui wakufuate, wakawa wote maadui wake kwa ajili yetu. If you have an enemy, Yesu amesuluhisha jambo hilo in the name of the Lord. Mpatane na adui yako kwa jina la Yesu, upate kibali kwa maadui yako, maana Yesu alifanywa maadui na wote. Hata wale wanafunzi walikuwa wamekula meza ya Bwana na wao wote walikimbia, walimwacha peke yake, akawa peke yake, na walipomshika waliezana na yeye kumtandika ngumi na makofi. Wakati mwingine wanampiga na muwazi. Unajua muwazi? Muragi. Imagine anatandikwa na muragi kichwa. Wengine wanashika ndevu zake, wanangoa. Kuna mtu ana ndevu karibu na wewe, ujaribu kuvuruta. Hakuna kitu chungu kama ndevu. Na usivurute ndevu, jaribu jumene. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wana ndevu, wanangoa, wakamfanyia mengine. Lakini tuangalie sehemu ya umaskini. Jambo la kwanza ni ya kwamba alifanywa adui, hana marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Anatukomboa kwa laana ya uadui. Sifuatwe na uadui usio na namna. Si maadui wengine ni wa nyumba zetu, si ni kweli? Have your peace with your enemies. May your family come back. May your parents, your brothers, your sisters come back. May your neighbors, may your friends come back. Wale watu ambao walikuona kama ni adui, iwapo umekombolewa na msalaba, receive your part of peace, receive your friendship, your friend with God, kwa sababu ya Kristo Yesu amedini na hiyo sehemu. Namba ya pili, kutoka kukula meza ya Bwana walipoenda, alihangaishwa usiku wote, akipigwa, akiteswa, akifanywa mambo mengi. Hakuna mahali aliulizwa kama umepata njaa sana tukulishe, akaweza. Listen to me. Yale mambo yote ambayo tulikombolewa nayo ni ya Yesu msalabani. Sema msalaba. Sema msalaba. When we talk about redemption, tunazungumza about msalaba. Katika msalaba, Yesu alikuwa masikini, maana kama angekuwa na njaa, hapana mtu angetoka na huko amletee chakula. Hakuna umasikini kama ni umasikini ya kuwa you have nothing and nobody can come from any place akuletee kitu ule. He was poor. Hangepata chakula. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na je, na kiu? Mama mmoja ambaye chakula kilikuwa kimekaribia kuisha kwa nyumba yake na kulikuwa na njaa kule Samaria. Mtumishi wa Mungu alimpitia na alipomwona akamwambia, mama nipe maji. Mama akaendea maji, akamwambia na kipande cha mkate. Mama akamgeukia akamwambia, bwana wangu, kipande sina, nina unga imebakia tu ya kozi moja, nile na watoto wangu tukufe. Lakini yule mtu wa Mungu akamwambia,
enda ufanye kile nimekwambia. Na baadaye Mungu amesema nyumba yako haitakosa unga wala mafuta mpaka mvua itakaponyesha. He is God our provider. Praise the name of the Lord. Yesu msalabani, wale watu alipokuwa anaandaliwa msalabani, walimletea kinywaji ambacho kilikuwa kimechanganywa, alichokataa kukinywa, maana walitaka mwili wake ukufe ganzi. Are you listening? Hakukunywa, alikataa. Baadaye akapata kiu kikubwa sana, na akalia akasema, I am thirsty. Hawakumletea maji, walimletea zinki, vinegar. For heaven's sake, mwana wa Mungu hata drop ya maji angepata, walimletea vinegar, na akaonja kidogo. Alionja ili atoe maneno yake ya mwisho, aseme it is finished. Praise the name of the Lord. Finish what? Alikuwa anasema nimeleta ukombozi kamili na komboa watu wangu. Praise the Lord. Hallelujah. Tunazungumza about our redemptive package, na tunaona Yesu, na kabla ya kiu, maandiko inasema na tulifundishwa na ndugu yetu, Yesu mavazi yake. By the way, mavazi ya Yesu haikuwa mavazi tu. Kama ni mavazi maaskari wanataka karibu wapiganie, si walibeba sehemu, kila mtu anabeba yake. Sijui ndio kuonekana namna gani, sehemu tofauti ya nguo wanabeba, kila mtu kipande chake. Wewe unafikiria ilikuwa ni nguo ya aina gani? Lakini kulikuwa na ile kanzu ambayo haikuwa na rutubu, seamless. Sijui ilishonewa wapi hiyo, haingekatwa. Si walipigia kura wakabeba. Kabla ya msalaba Yesu alikuwa masikini. Hata nikwambie, Yesu alipozaliwa akiwa mtoto, camels came. Unasikia kama mamajusi from east walibeba dhahabu, fedha na manemane kukuja kuvisit mtoto. Malaika akawaambia endeni Egypt. Wakaenda vacation ya miaka 6. Vacation 6-year vacation in Egypt. Yesu alikuwa the richest kitoto. Akikua fedha zilikuwa na dhahabu, there was no problem. Alikuwa fundi seremala, hatujui alikuwa amesifu kiasi gani. Wanafunzi wake wa kwanza wawili walipomkuta wakatoka kwa Yohana, walimwambia Master, show us where you live. Akawaambia kujeni niwapeleke kwangu. He had a home, he had a nice house. He was not poor. Lakini msalabani mavazi yake yote akabaki uchi. Nasema alibaki uchi ili neno lile la Torati litimie. Nitaachilia maadui, mtakuwa na kiu, mtakuwa na njaa, mtakuwa ni watu ambaye hamuna mavazi na uhitaji wa kila aina. Yesu msalabani alikuwa na uhitaji wa kila aina, na nyumba yake sasa, nyumba yake ilikuwa ni msalaba. Hiyo mti, unaona ile mti mahali tu shimo imetengenezwa na kusimama hewani, hiyo tu ndio kitu ambacho wangesema ni chake. Huo ndio unaitwa absolute poverty. Absolute poverty, umasikini wa hali yote. Yesu msalabani amechukua umasikini wetu wote. Na maandiko yaliyosomwa na Jeriwa simama usalimia watu. Katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Verse 9. Could you read again? Ama ni nani ana maandiko hayo asome? Mimi ninataka kuja nikimalizia, ili next Sunday tutaulizana swali moja, why? Kwa nini utajiri? Maana iko lazima tufungue macho yetu sasa. Yes. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri,
ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Are you listening? Anasema maana ninyi mwajua. Hawa ni kina nani? Anazungumzia huyu Paulo. Ni watu wa Macedonia. Watu wa Macedonia. Anasema maana ninyi mwajua. Si wa Macedonia, wa Korintho. Lakini anawapatia picha ya watu wengine wanaitwa wa Macedonia. Anawaambia maana ninyi mwajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, japokuwa alikuwa nini? Alikuwa tajiri. Japokuwa alikuwa tajiri. Ni wangapi wanajua Yesu alikuwa tajiri? Ni wangapi wanajua? Dunia yote ni yeye aliumba. Anajua dhahabu zote aliweka wapi. Hata siku moja anaita Petero, anamwambia Peter, it is time to pay tax. Nataka tulipe kodi. Anamwambia ingia baharini, yule samaki wa kwanza utakayemshika, fungua kinywa yake, toa pesa yangu na yako ukalipe. Yeye ambaye hata anaweza kuwa ameweka pesa kwa samaki. Yeye ambaye wanafunzi siku nzima hawana chochote, anaambia Peter pale, peleka pale, angusha. Anajua hata samaki wako wapi. Wanatega samaki mpaka wanakosa mahali pa kupeleka. Yeye ambaye anaamuru mikate miwili na samaki 5, watu 5,000 wanaume wakule washibe na ibaki. Yeye ndiye mwenye vyote, mwana wa Mungu ambaye alikuwa Mungu. Maandiko linasema japokuwa alikuwa tajiri, lakini kwa ajili yenu akafanyika maskini. Kwa ajili yenu akafanyika maskini. Why did he became poor? Is it that we might continue becoming poor? No. The Bible says, for your sake he became poor, that through his poverty, kupitia kwa umasikini wake, muweze kufanywa nini? Muweze kufanywa nini? Tuwe matajiri. Is it the will of God tuwe matajiri? Is it the will of God? Anapenda tutembee na kitu mifukoni. Anapenda kanguo kengine na kengine na kaplot kengine na kengine na kashamba hapa na pale. Is it his will? Maandiko inasema mbingu ni mbingu ya Mungu, dunia amewapa wanadamu. Wewe na mimi tumepewa. Kama hatukuwa na sehemu yeyote katika ule urithi, Kristo Yesu sasa ametufia, ametuingia kwa ile covenant. We are now covered by the same covenant. Hello. Tumesoma Wagalatia 3:29 inasema, na ikiwa basi nyinyi ni wa Kristo. Doesn't say if you are Christians, but if you belong to Christ. Basi kama nyinyi ni wa Kristo, anasema nyinyi sasa mmefanyika uzao wa Abraham, na nyinyi ni warithi wa ile ahadi. You are covered by the same covenant. Hello. Covenant hiyo inasema namna gani? Maana anasema yeye ndiye amewapa uwezo wa kuweza kupata utajiri. The power to make wealth. That is the covenant. Ametupa uwezo ili tuweze kupata utajiri. Maana hapo juu anasema mtakapo ingia katika nchi ile, mtaishi katika nyumba ambazo hamkujenga, mtakuwa na mashamba, kutakuwa na mizabibu, mtaongezewa ng'ombe, mbuzi, fedha, dhahabu na mali nyingi. This covenant, through what Christ have done, it is our covenant. Come on. Nasema covenant ni nini? Ama ni hiyo Kiingereza ni ngumu. Maagano yale. And you know he is not a man to lie. Neither is he a human being. Aseme leo kesho aseme hapana. He is the God of his word. There is a covenant for me and for you. Covenant ya kutufanya matajiri. Kufanyika tajiri ni nini? Ni kupata mahitaji yako. Sema mahitaji yangu.
na nibakishe ili niweze kuwa faida kwa kazi ingine yeyote, especially kazi ya Mungu. Maana umasikini waliingia kwa laana. Jambo la kwanza, walikosa kumtumikia Mungu kwa furaha na kwa mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tukipenda kumtumikia Mungu kwa furaha na kwa mioyo, Kristo amevunja ile laana, na kwa sababu ameivunja, ametuingiza kwa covenant ya kutajirika. Adimu, kama hautaelewa haitafanyika. Bwana Yesu asifiwe. It is ours. Napenda tusimame mbele za Bwana. We want to claim that share. We want to claim it. Anything that is not claimed will remain. Kila kitu ambacho hakina mwenyewe kitabaki pale. Utajiri wako ambaye wewe haujajua ni wako, utabaki pale. Ninaona kuna title deed nyingi zina majina ya watu hapa. Kuna ploti nyingi zina majina ya watu hapa. Ninaona kuna gari Prado ina KD W ina mtu aliye, na hiyo ni kama ni yangu. Hiyo ni kama ni yangu. Hiyo ni kama ni yangu. Kuna urithi wa utajiri. There is a covenant ambayo inakava what I need when I am here on earth, even when I'm serving God, because I'm serving God with all my heart. Inua mikono yako. Jambo la kwanza, tumshukuru Bwana kwa sababu ya Kristo. Tumshukuru kwa msalaba, tumshukuru kwa ukombozi. Tumshukuru kwa sababu leo tumeingizwa ili tuwe pati ya maagano yanayoleta utajiri. We are covered by the covenant. We are given power to prosper. Rekamasoka paradia kapa. Inua sauti mbele zake. Mwambie Bwana, ninakubariki. Maana niko ndani ya
tumeipokea kwa mioyo yetu kwa shukrani kwa jina la Yesu. Asante Bwana, tumezipokea Mungu wetu. Tunakushukuru maana tumepokea. Tunakushukuru Mungu wetu maana tumepokea katika jina la Yesu Kristo. Asante maana chochote ambacho tumepokea leo hatutapokonywa na ibilisi, maana tumezipokea kwani utajiri ambao kwa uaminifu umeweza kuelekeza kila mmoja wetu. Tunakushukuru, tunakutukuza Bwana, tunaliinua jina lako takatifu. Asante kwa mtumishi wako Reverend Samuel Karanja ambao umemtumia kulileta neno lako kwetu. Kama kanisa, Mungu wa rehema, tulisema ya kwamba abarikiwe na endelee kubarikiwa kwa uwezo wako Mungu, kwa jina takatifu la Yesu. Mungu wetu, tunakushukuru, tunakupa sifa, tunakupa heshima zote, na ni kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba. Amen. Tushangilie Mungu wetu kwa furaha. Tushangilie Mungu wetu kwa furaha. Tunashukuru Mungu wetu sana. Tuweze kuketi.